Ladies and gentlemen, welcome back. Them days, eh? When by the hii ni kahawa si maji na si kikombe tunaikanga hivi. Acha nipige kasibu. By the way tuko kahawa. We ndani. Anyway, back to the focus. Ladies and gentlemen, leo tumekuja kuongelea Jo Sheng. Bana, Sheng lugha ya taifa. Na si Sheng mnaongea saa hii. Yes. Ati sijui top shooters, sijui waganis. Una diglo. Una diglo, unachimba chini sana. You're digging so low. Manze, them days tulikuwa na zetu manze. Bana hata sisi pia tulikuwa tunajua Sheng. Pia tungesema ni zetu. Wakembeshe. Acha sasa wakembeshe. Kuna difference ya kuongea Sheng na kuongea in tongues. Bana wakembeshe. Alafu sasa unajua hii ya siku hizi jo haieni kila mahali. Ushaiongeleshwa hadi unabaki. Unaangalia. Bana saa hii generation ya saa hata wenyewe wajui Sheng. Yaani unaongelesha mwenzako Sheng anakuzabudu unasema. Alafu vile anakuuliza na Sheng pia unamza rada. Hiyo ni gani? So inabaki sasa ni question mark. Yaani inakuacha in suspense. Mimi nakumbuka zetu zilikuwa rahisi. Kama acha nikuulize. Mlikuwa mnahitaji kisu? Mimi nakumbuka alikuwa anaita Bilal. Bilal hiyo ilikuwa ngaya vita. Ukisikia huyu jamaa ako na Bilal. Hiyo ni war. Kuna zile Somali sword. Hizo ndio zilikuwa zinaitwa Bilal. Yenye Bilal inamaanisha ni Kiarabu hivi. By the way, I think from the word bidhaa. Juu hii Bilal ndio ukitolewa hivi unatoa bidhaa. Jamaa. Mtemi unafikiria. Msitegemee akili. Sawa, huyu akisimama MCA kataeni. Sawa. I mean kisimama MCA mnaweza toa hiyo M niachie MC. So, unaona. Na pia majamaa mnaweza tuambia hizi Sheng zenyu za siku hizi. Mimi siku hizi vitu zinachanganya. Juu sasa kuna siku jamaa amekaa ati niaje nipige das. Sasa nipige das. Das ni 10 bob. Sasa unaona hizo. Meja 10 bob nilikuwa naita kinde. Sisi tulikuwa naita 10 bob tulikuwa naita kinde. Ashara. Lakini ukienda Nakuru walikuwa wanaita kinde das. So watu wanaita das sahi ni watu wamegrow Nakuru. Watu wamegrow Nakuru wameileta. So wameimport wakaileta huko. Turudi hapo kwa kisu. Bila. Hii ya katakata mboga hiyo ilikuwa inaitwa ukapi. Alafu kuna hiyo kudunga watu kipigwa ngeta upini bas. Unajua kwa nini? Jua hapa mbele ni kashap kama kipini. So inakudunga unasikia alipigwa upini man. Bro kwa nini ulikuwa unapiga maraoni? Bana sisi tumetengeneza dictionary ya Sheng. Lakini ulijuaje upini kazi yake? Kwa sababu upini ni kazi yake. Mimi kitu moja najua na upini ni mtu wako anafaa kudunga upini ya haga. Bro haga iponagi. Unajua ni kwa nini? Ni mafuta. Ikienda kupona una sweat. Unapata umeenda Ushaona mse akona kidonda kwa upini, sele kumwaka jua ina fry. Ulikuwa ukipigwa upini manze. Atumesema ya mboga ile kitu ukapi. Ukapi. Sasa si nile we. Ukapi bana nakata mboga. Uko wapi bana? Kujia hizi sasa. Sasa kuna mzee akaona yu uko wapi ni refu. Ukapi. Piki ukapia teketeke. Unajua inakuwa kwa unajua waliojuangi kusema wapi? Wajuangi kusema hapa. Wanasemanga ukapi bwana. Alafu amjibu nika hapa. But unajua pia Sheng za them days ilikuwa simple sana. Unasikia tuishie tuzidi. Unaona? Alafu sasa wasio wakakuja wakaanza kuiweka ile design ya slang. Unapata msisi sasa ana mix badala ya kuichapa na Kiswahili yote, unasikia bro si tuchak. Tuchak si maziwa. Sasa unaona unaifikiria hivyo. Nafikiria kama mjaka. Lakini kuna msee ulikuwa unasikia si to step. Unaona? Nini mademo walikuwa wanaitwa aje?
Madem. Sasa unajua mimi sijui nilete version gani. Kuna mali nilisomea hapa pande ya Kenya. Tupatie majina za mali ulizunguka juu. Najua kuna ingoma Jua Kali aliimbaga. Ati kuna Sheng ya wapi. Lakini sote unaona? So kila mtu alikuwa na Sheng yake. Ulikuwa unaenda hivi Marish unaongea unasikia huyu wa Dandora huyu. Huyu wa Dandora. So mimi najua Chile. Najua Chile kwa sababu najua Wada. Najua mimi najua Shore. Hata ilikuwa nakuja kusema. Siko naita Shore. Na ulikuwa cheki ushore. Cheki ushore ana wow. Haya, kuna place nilienda nikasikia Cheuze. Pia I think pia madem walikuwa naitwa kulingana na vile wanakaa. Cheuze manzejo. Lakini Chile. Kachile. I think Chile ni kadem kadogo keupe. Kana kakachile kametoka Chile. Kai. Sasa usikipo kuna Deijo kuna nilikuwa napiganga shughuli ya night shift. Mboka hizi online jobs. Hiyo tunaongelea dem days. Umetoka. Nilikuwa napiganga online jobs. So kuna dem alikuwa mbigi jo amebeba vifai nini. Sasa badala Chile ni Chihuahua. Women's. Shauri yako. Wewe anza uchokozi. Wanakuona. Alikuit mboka. Alikuit job jo. Ati body shaming man. Walikuwa na sasa ilibidi jo nikaanza kupeana hizi majina. Wewe ukiona msee ana kubody shame, unaweza tu decide badala ukikubody shame, wewe unajibody shape. Hivyo tu pole tu. Lakini zingine ni ku appreciate tu manzi. Unajua si ati kwa kichwa wewe uko na intentions mbaya. Unajua shida na. Unajua venye msiana kama na get ni kama venye unasema story ya Sheng unaona? Ni kama ni Sheng gani ilikuwa east side ukikaa mnapata inamaanisha kitu tofauti na kenye nyinyi mmezoea. Unacheki? Lipa deni, lipa tala nani. Lipa tala. Acha kwanza tumkulie hapa. Sasa kitu moja mimi najua about hizi Sheng. Hizi Sheng zilikuwa pia ni kama ndio zina determine uzito wa msee. Kuna msee ndiye alikuwa master wa Sheng. Hadi mkitaka kukama up na words niende atakuja nazo. Na si hata ilikuwa ni master. Ni ile pia si ati ajui. Ni wasetu wamemwaminia. Yeye akarai hiyo kitu. Unageti nikasa mimi nikiwa system bro unaona ukienda sasa Sheng ya Nyanza ile sasa mimi sijui ndaitaje but ni Sheng Luo unaona bro msi anabonga kijaka lakini anagonga Sheng nyingine hapo ndani sasa uko haya unaona mimi kuna kitu moja najua tulikuwa na ubeshte yetu kwa hapa tu mtaani getu. Huyu jamaa alikuwa very good storyteller. Alafu yeye Sheng zake zilikuwa ngani big words za English. Hizo ndio anazitumia kwa story. Kwa mfano unasikia anaambia bana juzi bana tumeenda hivi bana tumekutana na watu massive. Massive. Wengi bana. Huyu jamani alafu kidogo tumezua vurugu hapo vurugu. Walitufanyia marampe. Yani ni Sheng lakini wadi natoka hapo. Na wewe acha na sasa kuna huyu mwenye uongea kitupa tu maneno zingine random. Yani unaona ni mnoma na hizo maneno ukienda sasa uanze kuziangalia kwa Kiswahili ni tofauti na tulikuwa na bonga. Yani uko hapo unasikia mzee sasa unajua ni aje mimi ni nani nikapiga mambo yangu akizigizaga uko hapa kwa zigizaga hapa kule unaona mambo hivi ma 1 2 tikitaka hapo ndio anaingiza zile tanakali za sauti. Mzee wacha hao sio katuletea mambo za kiabrakadabra. Sasa tena uko abracadabra. So unajua uko like sasa hii ni gani? Ulikuwa kama unahitaji nini 50 bob? Siko naita hamsa. Unajua hamsa ni Kiarabu. Inamaanisha 50. Wallahi. Nimeanza kushaini na chuani. Chuani. Sasa unaona Chuani sisi tulikuwa tunaita ile ilikuwa inaitwa unaona 50 cents. Si 50 cents I'll take you to the club. 50 cents ilikuwa nusu ya bob. Kulikuwa na ndururu. Sumni. Sasa hiyo ilikuwa inaitwa chuani. Alafu tukaanza kuita fiu. I think it was few money. It was so few. 5 so tulikuwa tunaita ngovo before kuje kobole. Alafu kulikuwa na hii 10 cents penny.
Peni najua sasa tunaongea Greek. Okay, fanya hivi Randy. Acha tuwapeleke. The least value ilikuwa gani hiyo 5 cents. Ndururu ndio 5 cents. Ndururu, alafu sasa tukuje sumni, alafu sasa tukuje bob. Sikiza. Kulikuwa na ndururu, alafu peni. Ndururu ilikuwa ni 5 cents. Peni ilikuwa ni 10 cents. Sasa ukiwa na ndururu mbili uko na peni moja. Unaona? Alafu sasa after peni ndio sumni. Sasa from 10 cents to 50 cents. Alafu sasa ndio bob 1 shilling. Jongo. Jongo. Nge jongo mbili hapo. Uko na jongo, maze sina hata fiu. Unajua ulikuwa na kale kangovo fulani kale kakona. Kona saba. Basi. Hizo zilikuwa pia zinatumika kama weapon. Na bado tucheza ile game ya karata. Na bado luku. Mimi nilipataga mseja ametoboa. Hivi ameweka kwa chain. Ngoja ndio utoboe pesa, kwani uko na zingine ngapi? Labda ni bola. Na unajua hiyo kobole ilikuwa gani value? Ulikuwa nayo ukiwa nayo kobole uende unaweza enda ubai mandazi mbili. Si them days ndio ukiwa na chuani bro umedishi, umebaki na ka change. Yani ilikuwa ukiwa na kachuani bro umebaika unga kanusu. Umebaika unga nusu, uko hapo na mayai zako mbili, juma yai hiyo time ilikuwa 3 bob 5 bob hapo. Alafu kulikuwa na thao. Thao ilikuwa inaitwa ngiri. Mimi nakumbuka ndovu. Ndovu juu sisi ilikuwa imechorwa ndovu. Na bado ilikuwa imechorwa ngiri side nyingine. Ngiri ni wathog. Alafu ndovu side nyingine. Hizi haya ndio brown sasa ikakamkam. Brown sasa si imekama hapa. Brown ni bado. Brown si ni thao. Unajua yeye singejua jina kwaga color blind. So tuachane na mambo ya do. Ruabe ilikuwa inaitwa ni thao ama Ruabe mimi najua tu ikiwa so mbili man. So mbili? Sijui ikiwa. Kulikuwa na Ruabe, kulikuwa na mimi yenye nakumbuka ni punch ilikuwa inaitwa Jirongo. Hiyo tu ndio nakumbuka. Ruabe bado ilikuwa nimesahau. Acha na story ya do. Lakini nini chuo mlikuwa mnahitaji chuo. Muste. Kidato. Muste hapa nikisoma. Mimi naingia Muste jo. Na mamode. Nini hiyo? Mode. Okay. Mimi nakumbuka Odijo. Wanaitwa Odijo. Alafu Katela ka influence watu tukaingiza the teacher. Nini. Sasa tukiendelea. Sasa kulikuwa na Odijo, alafu prefect ni Orifo. Alafu head boy alikuwa anaitwa Hedi. Ningekuwa vitatu head boy. Hedi. Jumio Orifo mimi shengi yangu ilikuwa ningearifana vizuri ilikuwa tu ni mtiaji. Mimi nilikuwa najua kulikuwa na Orifo, alafu huyu monitor sisi tulimuitanga Monica maisha yetu yote. Tulijuanga huyu ni Monica na hivyo ndio. Mimi Belring alikuwa anamuita Duonga. Juu ya sasa unajua kwa lugha fulani kuduongo ni kugonga. So haya matatu mlikuwa mnahitaji? Matri. Matatu. I think matatu squeeze inaitwa nganya. Nganya. From Matri. I think ilikuwa inaitwa Matri juu ndio ilikuwa do inalipwa sana kwa fare. Ilikuwa ni 3 bob. Alafu nini vitu nyingi. Hata nani donda kibeba twende tao matatu. Hata sheng mingi zilikuwa zinatokea jo situation ya kitu venye na happen. Juu unaona ni kama msee kama kuite chokora. Juu ameona ukitoa vitu kwa mapipa. So hivyo ndio ilikuwa inakaa. Hizo chokora mapipa. Jamani chokora. So mtu alikuwa anaitwa kipara ngoto juu ya. Juu ako na kipara anaweza piga ngoto. Alafu hakuna weapon tamu kama ngoto. Ndakusugua ngoto. Alafu ngoto ilikuwa ya kusugua sio ya kugongwa. Unaona ile unaekelewa kwa kichwa alafu mwach. Hadi unasikia ziu. Yenye unaona kama kichwa chako safi poa. Umzee anapata blister kwa mkono. Na kunyolewa kipara. Ilikuwa gani matusi. Wewe ukiwa tu kipara ngoto, maji moto, kupiga sama kwa kokoto. Yaani ilikuwa kunyolewa kipara ilikuwa ni kani makosa. Upendwi. Hiyo ilikuwa ni kunyolewa wazee. Lakini nao ukipigwa cut. Bazenga. Sasa unaona kwa hiyo sheng
kulikuwa ganeva kwa sasa ya kubadilisha words. Word mali inaishia ndio unaanza nayo. Na unasema wameirudisha, lakini haikuwa na haina uzito kama vile ilikuwaga kitambo. Lakini bado pia hiyo time kulikuwa na kuongeza silabi. Ni hantaje? Vinti wewe uko vinti pi. Benteste. Na entanga. Habib ndio alikuwa anaitwa Habib. Kwa hii ngoma si hata ni hantaje vipi benteste ngontoma inakubantampa 20 kwenye dance flow chintini big up Habib na Manga. Hao sasa walikuja wakaza kumbe tunaweza ingia studio na hii naisha yetu. I think hata ndio wamechocha Gengeton. Because they were the first watu kucheza na awards hizi. Si hata hizi Gengeton zimetoka kwa genge. Si the original music tu ni genge. Sasa wakaitona ama wakaianton. Au sasa si wamekuja wakafanya tu mambo yao hapo katikati. Tunaona ile time hata kwa hizo ngoma ndio Sheng zilikuwa ndio pia zilikuwa zinapiga sana. Kwa hizo ngoma fulani hata ukisikia kina Isa. Isa kwa imba Sheng. Ati? Isa kwa imba Sheng. Yaani usikize hizo ni. Si ati anafuatanisha Sheng, but ende usikie vizuri. Mtu unajua Swahili yake ilikuwa tamu, lakini hapo ndani kuna maneno 2-3 alikuwa anakurushia. Ni Kiswahili, hakuna Sheng. Isa labda Sheng kwake labda hiyo jina yake. It's about to go down. Anyway, turudi back to Sheng. So Isa samea ujamaa. Usijamu. Msamee tu. Unajua kuna line Isa alimbanga akasema singependa acha tuache hiyo msao. Tukianza kuongea hizo tutakuwa emotional manzi jo hakuna jo mse amevaa hizo viatu jo. But jo Sheng nayo imekaa evolve. Imekuja ki-evolve. Evolve tu sana. Na tunangoja ni lini wataiweka tu legal tujue tu Josi tunakuwa. Kwani haijakuwa? Ni legal. Sheng ni legal. The only sai hata kwa parliament wana discuss na Sheng. Ni aje Mbuyu Spinje. Mimi manzejo niko hapa manzejo nataka kusema opposition wako na uaga ni mbaya sana. Juu sisi tunajua hii story wanashinda wakisema sijui mawanta anje wanta. Kwanza kuna mse wakiumbwak ni sana. Umse ana umbwak ni Mr Spinje. Umse anasimama hapa kutuambia nini ufala. Madhogodhanio. Kwanza kwa ile kampeni alichafua rada bana anasimama hivi mbele ya Mbogi kuambia vitu za kiufala. Una diglo. Alafu Mr Speaker anasema top shot. Member wa Kisumu East top shot. Mbwegze. Sako wanai. Ni 1 2 kang. Nini. Hizi vitu zina formula bro. Nini kang. Sasa imagine hiyo ni kang. Imagine sasa mmekaa sana bila kuonana mmemisiana. Vipi radi hivi? Rada nikukuhata. Eto Sheng. Manze siku hizi unakaa hivi. Siku hizi unakaa hivi manze unapigwa na Sheng fulani. But anyway, tuna embrace. Diversity. By the way mimi hata naweza taka Sheng ikuwe registered not only like a language but ikuwe registered kama tribe. Alafu tufanye hivi. Tuchukue watoi wawili, wadogo vile wamezaliwa tu hivi. Tuende tuwafungie mahali pamoja wakiwa tu wawili. So wa grow. Unajua sasa ile wakisha grow wata realize hakuna language ya kulan. Juu hakuna mtu anawafundisha kuongea. So wata come up na lugha yao. Unaona? Waongee ikuwe Sheng. Alafu hivyo ndio tumeza nini? Bana me think. Ladies and gentlemen, Dem Days podcast. Tuko na Metro Bus for quality videos, photos, find us at Metro Bus Studios. Dem Days and my name is Randy muziki. Teme mistari hapa inawapa mistari. Peace out.